Mambo vipi? Wale wateja wetu ambao wamenunua kamera kutoka katika mikoa mbalimbali na mmepata changamoto ya kuassemble. Hii video inaonyesha jinsi ya kuassemble. Una connect kamera na taa yake, microphone, professional kabisa ya kamera, na unaweka na ile lens hood. Na mwisho wa siku utaona jinsi ambavyo baada ya kufanya connection ya hizo accessories za kamera, unaona jinsi kamera sana inavyoonekana, na hapo jinsi ukifungua ile screen yake ya kamera, jinsi kamera inavyokuwa na muonekano mzuri kabisa. Kwa hivyo ndio jinsi kamera yetu inavyoonekana, na hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza assemble kamera na accessories zake. Asanteni sana. Wapenzi wasikizaji na watazamaji wa channel yetu, leo tunaenda kujifunza mambo ya kuzingatia katika biashara ya vifaa vya simu. Biashara ya vifaa vya simu ni mojawapo ya biashara zenye ushindani mkubwa, lakini pia faida nzuri, hasa ukizingatia ukuaji wa matumizi ya simu za mkononi. Hapa ni mambo muhimu ya kuzingatia kabla na wakati wa kuanzisha biashara hii. Tufahamu kwamba biashara ya vifaa vya simu za mkononi inaweza ikajumuisha vifaa vyote vya simu za mkononi, lakini vile vile kuuza simu zenyewe. Zinaweza kuwa simu kubwa zile au smartphone na simu ndogo. Sasa yafuatayo ni mambo ya muhimu kuzingatia wewe kama ni mfanya biashara wa vifaa vya simu za mkononi au unahitaji kuingia katika biashara ya vifaa vya simu za mkononi. Jambo la kwanza ni uchambuzi wa soko. Fahamu mahitaji ya eneo lako. Je, watu wanahitaji vifaa vya aina gani? Je, wanahitaji charger? Wanahitaji makava ya simu? Wanahitaji earphones? Wanahitaji screen protector? Au wanahitaji nini hasa? Kwa hivyo kila sehemu kuna vile vifaa ambavyo watu wanavihitaji kwa wingi. Sasa hivyo capitalize kwenye vitu. Hakikisha kwamba hivyo vinakopo kwa wingi kwenye biashara yako. Tambua washindani wako wanafanya nini vizuri na nini wanafanya vibaya. Kuna mianya gani unaweza kuitumia ili kujitofautisha na hao washindani wako. Jambo la pili la kuzingatia ni chanzo cha vifaa. Nunua kwa jumla kutoka kwa wauzaji wa kuaminika. Kwa mfano, unaweza kununua kutoka katika nchi ya China ambapo unaweza kupata vifaa bora na kwa bei rahisi. Kwa mfano, unaweza kutumia mitandao kama AliExpress, Alibaba, Taobao na kadhalika. Au unaweza kununua kutoka katika nchi ya Dubai au kwa wauzaji wa jumla wanauza ndani ya nchi. Angalia ubora. Usikimbilie kujaza duka kwa bidhaa za bei rahisi ambazo hazina ubora. Au bidhaa feki na za chini ya kiwango. Kwani ubora wa bidhaa hujenga wateja wa kudumu. Jambo la tatu la kuzingatia ni mahali pa biashara. Eneo lenye mzunguko mkubwa wa watu, kwenye masoko, karibu na vituo vya usafiri au maeneo ya biashara. Fikiria pia kuuza mtandaoni, kwa mfano kupitia WhatsApp Business, Instagram, Facebook au TikTok. Jambo la 4 la kuzingatia ni uwezo wa kibiashara na maarifa ya simu. Elewa aina za vifaa na ulinganifu wake. Kwa mfano, si kila chaja inafaa kila simu.
kutoa ushauri kwa wateja. Wateja wanapenda wauzaji wanaojua kile wanachouza, na mteja akiwa anahitaji ushauri, mpe ushauri. Kutokana na ushauri uliompa mteja, inaweza kumfanya akanunua kitu fulani. Jambo la sana uzingatia ni bei na faida. Toa bei shindani lakini yenye faida. Jifunze kuweka bei bora inakuwezesha kushindana bila hasara. Sio unaweka tu bei ya chini sana, mwisho siku ukipiga gharama ya pango, gharama ya vibali na nini, unajikuta unapata hasara. Weka bei nzuri ambayo inakuwa na ushindani lakini unapata faida. Pia unaweza kufanya promotion za mara kwa mara. Kwa mfano ukategea siku za sikukuu, zile sikukuu kama ya Eid, ya Christmas, mwaka mpya, na siku za kiserikali kwa mfano Mei Mosi na kadhalika. Unaweza ukatumia sikukuu hizo kwa ajili ya kufanya promotion kwa wateja wako. Unaona, unaweza ukaweka promotion ya kwamba mteja akinunua mara 2 anapata mara 1 bure, au kuweka punguzo kwa wateja wale wanaokuja kununua mara kwa mara. Jambo la 6 kuzingatia ni uendelevu na ubunifu. Ongeza huduma za ziada kama kuwawekea wateja screen protector, kufunga makava ya simu au hata kutengeneza simu. Endelea kujifunza mwenendo wa soko. Kwa mfano, vifaa vipya vya simu vinapotoka, hakikisha unavifahamu haraka, na pale wateja wanavyohitaji basi unaweza ukajua watu wa kuipata na kuweza kuwauzia kwa urahisi. Jambo la 7 la kuzingatia ni usimamizi wa hesabu na store. Fuatilia bidhaa zako vizuri. Epuka wizi na upotevu wa bidhaa. Tumia mfumo rahisi wa usimamizi wa hesabu au inventory. Hata Excel katika usimamizi wa hesabu au inventory inaweza ikakusaidia mwanzoni kabla ya kukua na kutumia app nyingine kubwa. Jambo la 8 na pia ni la umuhimu pia ni huduma kwa wateja. Huduma bora huleta wateja wa kudumu. Ongea na wateja vizuri. Mteja akija mchangamkie, usionyeshe sura ya kunja, umuoneshe sura ya bashasha, na hii itamfanya yeye kuvutika kuja katika biashara yako mara kwa mara. Mteja havutii na sema ambapo anaenda anamkuta muuzaji amemnunia tu kila siku. Kama mnanuna, jirani yako anamtabasamia na anamchangamkia, basi kuna uwezekano mkubwa akakwama wewe akaenda kwa yule ambaye anamchangamkia. Unaweza kuweka namba simu mbele ya kwenye bango lako pale kwenye biashara yako, unaona, na vile vile uwe na namba WhatsApp au mawasiliano mawasiliano ya email na kadhalika. Na vizuri ukatengeneza hata business card, mteja akija unampatia, unaona. Na vile vile mteja akiuliza swali mjibu kwa haraka na mjibu vizuri. So mteja anakuuliza unamwambia mbona uliza maswali? Hapana, ataenda kwa yule ambaye anamjali anapouliza maswali. Nadhani hadi hapo tufikia mwisho wa somo letu hili, lakini kama unahitaji msaada jinsi kuandaa mpango wa biashara au business plan au kujua wapi pa kuagiza bidhaa mbalimbali, basi unaweza ukacomment hapo chini ili tuweze kusaidiana. Na yule ambaye unahitaji kuagiza bidhaa China kwa bei rahisi, bidhaa bora lakini za bei rahisi, au kuagiza kutoka Dubai au kutoka nchini Marekani au India, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba za simu ambayo ipo WhatsApp. Tunaweza tukawasiliana vizuri kabisa kwa ambao upo Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Gharama yetu ni nafuu kabisa na utapenda huduma yetu kwani huduma yetu ni bora kabisa. Mteja kwetu sisi ni mfalme. Asante sana, hadi wakati mwingine, nikisema bye bye. Jamani, wadau wetu wa Festus Eye Store, mzigo huo umekuja. Ni kamera za kisasa kabisa, ni kamera za 6K na zipo za 4K. Zina memory card ya 128 GB, zina uwezo wa connect na wifi. Unaweza connect kamera moja kwa moja na screen ya television yako au projector ambayo ina uwezo wa wifi bila kutumia wire au cable ya aina yoyote. Na hizi ni kamera ambazo ni za kisasa,
zinachukua video na picha zenye quality ya hali ya juu kabisa. Naomba basi ufanye hima uje uchukue mzigo wako. Ukichelewa utakuta mwanasi wako. Asante sana, tuendelee kushirikiana. Kamera za 6K zinapatikana kwa shilingi 800 na zile za 4K kwa shilingi 700. Asanteni sana. Karibuni.